Happy Sabbath, sabato njema, na watakia sabato njema pote mlipo. So katika somo letu leo tunaangalia kwamba muda wa kuweza kuamua, a time to make a decision. So before that, friends, let us have a word of prayer. We thank you, dear Lord, the Sabbath that is about to begin. Just a few hours, a few minutes. We thank you for guiding us and for leading us throughout the 6 days of our life. So we are praying for thy blessings and for thy guidance throughout the Sabbath day. We are praying the mighty name of Jesus Christ. Amen. So somo letu leo tunaenda kuangalia kwamba ni muda sasa wa kuweza kuchagua ama kufanya maamuzi, a time to make a decision. Tunaposoma kitabu cha Yoshua 24:5 tunasema kwamba iwapo basi nyinyi kwenye ni vibaya mtumikia Bwana, basi chagueni hivi leo nani mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. So we see that if it seems evil unto you to slay whom to serve, but unto me and my household I will serve the Lord. So vile katika kitabu cha Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati 30 verse 15 anasema kwamba angalia, nimeweka leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya. So ni chaguo ni letu, tuchagua uzima, tutembea katika sheria za Mwenyezi Mungu, na hapo tutakata basi tutachagua mauti ama ubaya. Wafalme wa kwanza 18:21 ndipo Elia akaambia nanyi, akaambia watu wote, mta sita kati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuatani, lakini kama ni bali basi fuateni bali. So ndugu zangu, ni wakati tunapofanya uamuzi. So kwa mfano hivi sasa nikiwa hapa niko na Biblia, niko hapa na gari na niko hapa hivi na pesa katika. Kisha niulize watu, tutachagua hipi? Mmoja atasema mtumishi, mchungaji, acha nichukue pesa. Mmoja atasema acha nichukue gari. Sio vibaya kuwa navyo, lakini tunaona kwamba katika Luka 12:16 tunaona kwamba yule mtumiwa mpumbavu ambaye alisema moyoni mwake kwamba niko na vitu mingi na sina mahali pa kuviweka, basi nitajenga nikunywe nikule. Lakini Yesu anapoona anamwambia kwamba Mungu anapoona anamwambia hapana, si hivyo. Hivi leo moyo wako utahitajika. So kwamba hizi vitu vinaweza kuturudisha nyuma. Sio sijasema kwamba ni vibaya, lakini tusivipende. Ndio maana tukaambia kwamba itamfaidi mtu nini? Wako utapata mali yote duniani na kisha kupoteza nafsi yake. Tunaposema katika Marko 8:36 ama atabadili nini na nafsi yake katika siku ya mwisho. So hizi vitu sio kwamba ni vibaya, lakini vinaweza kuturudisha nyuma. Ndipo Yesu akasema kwamba the love of money ama upendaji wa pesa ndio zina zote za uovu. The love of money is all the root of evil. Na kusema katika Timotheo 6:10. So kwamba tunaona kwamba huyu mtuma baada ya kuweza kuwa na hivi vitu, basi anasema atajifurahisha nafsi yake, na anasema kwamba yuko na muda mwingi, hata sisi vinaweza kuturudisha nyuma. Ndipo lazima tuweze kuchukua yale mambo ambayo yatufaidi kwanza. Leo naposoma katika kitabu cha Warumi 13:11 tunaambiwa kwamba muda ndio huu sasa, tukijua kwamba saa hukumu tumekaribia kuliko tulivyodhania. Na ndivyo Yesu sasa anasema katika mlangoni tumisha, yeyote atakayesikia sauti yake na kufungua atakuja na kufanya naye mkao. So Yesu alikusihi. Na katika Yohana 3:33-36 kwamba mwaminie mwana ana uzima, bali asiyemwamini hana uzima. So kuna vitu mbele yetu, aidha tuchague uzima wa milele ama tuchague furaha ya ulimwengu na duniani, tukiweze kuangamia. Chagua Yesu upate wokovu na atakusaidia. Maana nasema mtafuteni kwanza ufalme wa Mwenyezi Mungu, vingine tutaongozewa, maana anajua kila haja yetu na kila haki yetu. So God bless you as you are having a happy Sabbath, and we are also praying for each other kwamba tuweze kushinda dhambi huu ulimwengu ambao tunaishi katika kipindi cha mwisho, tunapofanya maandalio kwa ajili ya kumlaki Bwana Yesu Kristo. Mungu awabariki na siku njema.